ili tupate muda mzuri wa kumuomba Mungu. Naomba niombe kwa ajili ya neno. Baba yetu na Mungu wetu, Mungu uliye hai, asante kwa kutupa neema na kibali jioni ya leo kuwemo nyumbani mwako. Asante kwa ajili ya kila mmoja Bwana aliacha shughuli zake akaja nyumbani mwako. Naamini Bwana wote waliokujia hujamwacha hata mmoja. Naamini Mungu jioni ya leo utakwenda kusema nasi, utakwenda kutupa nafasi ya kuzungumza na wewe Mungu wetu. Baba, tunajikabidhi kwako, tunajiachilia mikononi mwako. Nami mtumwa wako Bwana nimesimama kama chombo tu. Naomba Mungu wa mbinguni ukaseme na watu wako. Asante Mungu wa mbinguni kwa sababu wewe ni mwema na mwaminifu, utakwenda kutuhudumia wote sawa sawa na mapenzi yako. Najikabidhi mikononi mwako na wakabidhi na watoto wako mikononi mwako. Katika jina la Yesu ninaomba na kushukuru. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tutakwenda kuangalia neno linalohusiana na maombi. Naomba mtakuwa mnanisomea hapa mahali hapana mwanga. Hapana mwanga na Biblia zetu hizi zina maandishi madogo. Miwani yangu imevunjika. Kwa hiyo mtanisaidia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kichwa cha ujumbe nimeandika ni maombi. Maombi ni mawasiliano. Maombi ni mawasiliano. Bwana Yesu asifiwe. Nadhani kila mtu alipotoka nyumbani moyoni mwake alitamani aje aombe. Manake tumejiwekea taratibu zetu na desturi yetu kwamba siku ya Ijumaa tunakuwa na maombi, aidha ya kufunga au la sio ya kufunga. Lakini kila mtu akili yake inamsemesha kwamba leo ni siku ya nini? Ya maombi. Kama ni siku ya maombi, kwa namna yoyote vile ulivyojiandaa. Lakini kichwa changu cha ujumbe nimekisema kwamba maombi ni mawasiliano. Hauwezi ukaenda mahali bila mawasiliano. Bwana Yesu asifiwe. Huwezi ukafanya kitu chochote bila mawasiliano. Na andiko langu kuu katika maombi ni kile kitabu cha Luka 18 kuanzia mstari wa kwanza. Ukisoma kwenye mwongozo wa maombi, kuna neno linasema kwa ajili ya uamsho. Nasema kwa ajili ya uamsho tumuombe Bwana siku zote. Tumuombe Bwana siku zote kwa ajili ya uamsho. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kitabu hiki cha Luka 18 mstari wa kwanza unasema akawaambia mfano. Kama unaweza ukasoma, akawaambia mfano, imewapasa kumuomba Mungu siku zote bila kukata tamaa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo maombi ni mawasiliano ya mtu au mwanadamu na Mungu. Yaani pale ambapo tunataka mawasiliano na Mungu au nataka mawasiliano na mtu. Kwa Mungu naomba, nakuwa na muda wa maombi, natafuta nafasi, natafuta mawasiliano na huyu Mungu ninayemwendea. Bwana Yesu asifiwe, watu wa Mungu. Haiwezekani mahali unaenda afu kuna mawasiliano na yule mtu. Inawezekana ukamkuta au usimkute. Kwa hiyo mawasiliano ni kitu cha muhimu sana. Vivyo hivyo hata kwa Mungu wetu. Kama tunataka kwenda kumuomba Mungu, tunatafuta kwanza mawasiliano. Unajiangalia kwanza. Je, nina mpenyo? Yule ninayemwendea yupo? Ninamjua? Anaweza kunisikia? Anaweza kuniona? Anaweza kunisikiliza? Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo unatafuta kitu kinaitwa mawasiliano. Katika nilipokuwa najiandaa somo nikapata mafunuo fulani ya kwenye simu. Mfano, simu kama haina chaji unaweza usipate mawasiliano. Kama haina salio unaweza usipate mawasiliano. Na kama siku hiyo mawasiliano ni magumu, network ni ngumu, unaweza usipate mawasiliano. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo katika mawasiliano tunahitaji mambo kama matatu. Bwana Yesu asifiwe. Tunahitaji mambo kama matatu ili tupate mawasiliano. Bwana Yesu asifiwe. Matatu au na kuendelea. Lakini ili tufike mahali tuone mpenyo, tuone nafasi, tumuone Mungu, tuone uzuri wa Mungu, pana kitu kinaitwa mawasiliano.
mawasiliano ya mtu na ya mwanadamu na Mungu hayatafuti Mungu, ila ni mtu au mwanadamu yeye ndo anayetafuta mawasiliano na Mungu, kwa sababu siku zote sisi wanadamu ni wahitaji. Bwana Yesu asifiwe. Sisi tunamtaka Bwana, siku zote sisi ni wahitaji. Sasa Mungu hawezi kutafuta mawasiliano na sisi. Kuna wakati Mungu anatafuta mawasiliano na sisi. Na ndio maana kuna wakati alienda bustani ya Edeni. Alikuwa anatafuta mawasiliano na Adam na Hawa. Alipofika pale hajawaona. Kwa hiyo yale mawasiliano pale yalikuwa hayapo. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kuna wakati wewe unatafuta mawasiliano. Kuna wakati mwanadamu unatafuta mawasiliano na Mungu. Kwa hiyo lazima unapoenda kama mawasiliano na kwa nini unatafuta mawasiliano wewe na Mungu? Kwa sababu ni wewe sasa unamhitaji Mungu. Unatamani kukutana na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Yamkini una hoja zako, una haja zako, una njaa zako, una kiu zako, una shauku zako, unamtaka Mungu. Lazima tutafute kitu kinachoitwa mawasiliano. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe watu wa Mungu. Lakini kitu kikubwa au mstari mkubwa wa kusimamia watu wa Mungu tuliookoka, tunaompenda Mungu, tunatakiwa tumuombe Mungu siku zote. Siku zote, sio kwa wakati fulani, siku zote. Huyu mwanamke alitolewa au mfano, huyu alimuomba Mungu siku zote, hakukata tamaa. Kwa hiyo na sisi hatutakiwi kukata tamaa. Na ukizingatia tuko kwenye kipindi cha uamsho. Anasema uamsho, anasema kwa ajili ya uamsho tumuombe Mungu. Tumuombe Mungu kwa ajili ya uamsho. Matokeo yoyote yanayoonekana kwa mtu, lazima huyu mtu kama ni anampenda Mungu, ameyatoa maisha yake kwa Mungu, lazima ana kazi kubwa ya kumuomba Mungu. Mafanikio ya mtu wa Mungu hayaji kwa kujishughulisha sana, hayaji kwa akili nyingi sana, yanakuja kwa unyenyekevu pale mtu anapoamua kumtafuta Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana huwa anasema baraka za Mungu hazina majuto. Yaani vitu ambavyo anakupa Mungu havina huzuni, havina majuto, kwa sababu ni vitu ambavyo vimetoka kwa nani? Kwa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nikaa tena nimetafakari sana, nikaa nimewatafakari wanawali 10, 5 wenye hekima na 5 wasiokuwa na hekima. Nikaona jinsi ya mawasiliano yao yalivyo pale. Nikagundua kwamba wale wanawali 10, wale wanawali wote walikuwa ni wanawali kwanza. Wote ni wanawali. Bwana Yesu asifiwe. Yaani wote walikuwa wanamngojea bwana harusi, wote walikuwa tayari wanamngojea bwana harusi. Kama ni kufua mavazi yao, kama ni kujiandaa, walijiandaa vizuri kwa ajili ya kumngoja bwana harusi. Lakini tunaangalia kitu pale, kuna waliokuwepo na hekima, waliokuwepo na busara, ni 5. Wao wakasema kwa sababu hatujui bwana harusi atakuja lini, atakuja saa ngapi, atakuja majira gani, aidha ya mchana au ya usiku. Sisi tunachotakiwa kufanya ni kujiandaa. Wao waliojiandaa kwa mafuta, walifikiri kabisa kwamba bwana harusi atakuja usiku. Biblia inasema wakazijaza taa zao mafuta. Wakajaza taa zao mafuta ya kutosha, na yamkini yanaweza yakabaki, lakini walijaza taa zao mafuta. Akasema kama itakuwa ni usiku basi hatutaishiwa, na kama itakuwa ni mchana usiku kucha hatutaishiwa. Lakini tukaangalia kundi lingine la wanawali 5 ambao hawana hekima au walikosa busara. Wenyewe hawa walijiandaa vizuri. Walijiandaa vizuri kama ambavyo wanadamu tunajua kujiandaa. Walijiandaa vizuri. Wakaenda maeneo ambayo wanamngoja bwana harusi aje. Lakini wakasahau ya kwamba hawajui saa kwamba atakuja usiku au atakuja mchana. Wao wakaingia kwenye ukumbi wanamsubiri bwana harusi. Sasa bwana harusi kwa sababu hakusema anakuja saa ngapi, yeye akaja usiku wa manane. Kwa hiyo wakakaa kuanzia asubuhi usiku mpaka usiku wa manane, taa zao zikawa zimezima. Mafuta walioyaweka yalikuwa ni kidogo. Maana yake pale palikuwa hapana mawasiliano. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe watu wa Mungu. Pale palikuwa hapana mawasiliano. Hawa wanawali wenye busara walikuwa na mawasiliano mazuri na huyu bwana harusi wao. Na hawa wanawali 5 ambao hawana busara walikuwa hawana mawasiliano. Walikuwa hawana mawasiliano. Bwana Yesu asifiwe. Watu wa Mungu, mawasiliano ni somo lingine najua, lakini kuna kitu nimejifunza.
nimejifunza. Kwa mfano, kama hakuna mawasiliano, unaweza ukapiga simu mnaishia tu halo 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 halo, huyu anasema halo na huyu anasema halo. Yamkini mmoja anaweza akamsikia mwenzake, lakini mmoja asimsikie mwenzake. Kwa sababu gani? Pale mahali hapana mawasiliano. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo mawasiliano ni ya muhimu sana kama muombaji, kama mtu ambaye unapenda kumuomba Mungu, kama mtu ambaye una tabia ya kumuomba Mungu, unatakiwa katika maisha yako utengeneze mawasiliano na Mungu. Huwezi ukamwendea Mungu kama huna mawasiliano naye. Haiwezekani. Wakati mwingine utamkuta hayupo. Utamkuta wakati mwingine hayupo tayari kukusikiliza. Sasa sababu ambazo zinaweza zikafanya mawasiliano yasiwepo tutaziangalia. Bwana Yesu asifiwe. Tutaziangalia, lakini mawasiliano watu wa Mungu kwa muombaji ni muhimu sana. Wakati mwingine tunaomba Mungu anayeona maombi yetu sisi ni kama kelele. Kwa sababu gani? Tumekosa mawasiliano. Tumekosa mawasiliano mazuri na yeye. Bwana Yesu asifiwe. Lakini sasa tuangalie basi kitabu kile cha Isaya 66, mtu ambaye Mungu anamwangalia. Mtu ambaye ni mwenye busara au ni mtu ambaye ameyaweka mawasiliano yake vizuri na Mungu. Naomba tusome Isaya 66 mstari wa 2b. Neno la Mungu linasema, "Maana mkono wangu ndio uliofa." B anzia lakini. Yaani ndio B. Kama ndio hiyo mimi sijui, lakini nitamani kuanzia mbili kuanzia kunapoanzia lakini. Anasema, lakini mtu huyu ndiye nitakayemwangalia, mtu aliye mnyonge, mwenye roho iliyopondeka, atetemekae asikiapo neno la Mungu, neno langu. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Huyu mtu mwenye busara, huyu mtu anayetafuta mawasiliano na Mungu vizuri. Biblia imemsema kwamba ni mtu mnyonge, mtu ambaye anatetemeka anapolisikia neno la Mungu. Watu wengi huwa tunasikia, lakini kuna kitu cha ziada, kutetemeka. Bwana Yesu asifiwe. Masikio Mungu ametujalia tunayo ya kusikia vizuri, tunasikia vizuri. Lakini kuna neno la ziada, kutetemeka. Unalisikiaje neno la Mungu? Kwa hiyo neno la Mungu kupitia nabii Isaya anasema Mungu kwamba mtu huyu ndiye nitakayemwangalia. Mtu anayetetemeka anapolisikia, mtu mwenye hofu ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Mtu anayemwogopa Mungu angali hamjawahi kumuona. Anamwogopa Mungu hata kama hajamuona. Mtu anayetetemeka anapolisikia neno la Mungu. Yaani neno la Mungu linapokuja kwake, linakuja kwa namna ya tofauti. Unajua, tunapolisikia neno la Mungu, kila mtu na namna anavyolipokea. Kuna mtu analipokea, yaani kabisa anahisi huyu ni Mungu anasema na mimi. Alafu kuna mtu analipokea, tuko wengi, yaani linapita. Alafu kuna mtu anasema yaani kabisa hili neno hili anatetemeka, anatamani alifanyie kazi. Bwana Yesu asifiwe. Anatamani aliishi, anatetemeka, anatamani aliishi. Kwa hiyo neno la Mungu linasema mtu huyu ndiye nitakayemwangalia, mtu mnyonge, mtu mnyofu. Sio unyonge huu wa kukosa nguvu, labda dhaifu fulani, hapana. Mtu aliyepomoka, mtu aliyejiachilia kwa Mungu, mtu asiyekuwa na mawaa. Ukiichanja damu yake unamuona Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Neno la Mungu linasema mtu huyu ndiye nitakayemwangalia. Mtu ambaye hafurahishwi na uovu. Mtu ambaye moyoni mwake ameikataa dhambi na ubaya wa kila namna. Ni mtu ambaye anatetemeka. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sababu unaweza ukawa ni mtu wa Mungu lakini unafurahia uovu, unafurahia udhalimu, unafurahia vitu ambavyo havimpendezi. Vile vitu ambavyo Mungu havimpendezi, wewe ndio unavyovifurahia. Sasa huo sio unyenyekevu, na huo sio unyonge, na huo sio unyofu wa moyo. Mtu yule ambaye kile kitu ambacho Mungu kinamhuzunisha na yeye pia kinamhuzunisha. Bwana Yesu asifiwe, watu wa Mungu. Huyu mtu ni mtu mnyonge, mtu anayetetemeka anapolisikia neno la Mungu.